Na kuomba sana ili yani hichi kitu kifanyie kazi. I think it's time right now ili uonane na mama yangu, bibi yangu, wakutambue nyumbani. So inakuwa very serious, unaona. So I don't know unasema nini kuhusu hilo, lakini naona kabisa muda umeshafika ili uje nyumbani kujitambulisha. Sishobora kubyemera. Uzi waje cyo ujanzo murongorera ninze nzo murondera uwatwara. Mama ateke kuchewe ngo aramukunda ngo bariganye. None yiganye na Zamuda wenyene. Uyo Zamuda n'umurozi kazi. Yarandogeye umwana. Ndavuga niyumva. Because of love. Hapo ina maua. Kuna maua sana. Inaonekana wazazi walikosea, wangekupa jina la maua. Hapo unajua sehemu piti sana. Hakuna kama Bujumbura yetu ngisi wala. Ona sisi tuko hapa. Yaani mji wote tunauona. Lake Tanganyika unaiona? Ni wapi? Ile angalia kwanza. Angalia ile rangi ya kipekee. Au ile kijelo pale white. Nyumba zote ziko white. Unaangalia Tanganyika, chana Tanganyika this side. Yangu siaye naangalia pale. Oh come on. This side, not this side. Acha hatuna huyo uwezo kutani. Acha tu nitike. Sawa ndio nyumbani na paona pale. Naona gisi wako nafagia uani pale. Alafu naona chelewa. Leo joto tumekuja hapa kwa niaba yako. Yaani kama kawaida, yani fasi nimeshaipenda sana. Kila siku nataka nje hapa. La wewe kila siku itakuwa hapa. Unaweza kupenda kama tulia. Lakini chini nimekuitia kweli nimetaka kwa station ya nyumbani. Hapa yani nataka kabisa tuangalie jinsi nitakuja kujipresent nyumbani. Wow. Chua kwanza pale. Ndio mwambia penda. Nataka jua habari zilizokuwa tamu. Inafaa tujikalie. Tuitulilie. Wapi sisi? Ile sema yetu. Of course. Basi twende. Tambulia. Kana ya muhimu na kimbia. Kimbia. Come on. Sasa. Ni kaza bado. Ama ndio nile. Acha. Hebu ni bota dia tuna si natamani kuchezea maji. Kuna baridi basi. Basi. Usimwage tena leo usimwage maji. Nitaenda. Start leo. Okay. Leo nachezea kivyangu. Mimi siwezi nikaona maji moja. No, nawe kama okay ndio. Ai. Vaviat. Ni vua sasa. Haya baridi. Kama kumwagia maji. Ai baridi na wewe. Itaenda. Basi. You're wasting time. Wewe sasa na wewe. Hata wenyewe vimekaza. Sasa nataka vitepete. No ikaza.
Sawa, inabidi tulifanyia kazi kweli, sababu nimemwahidi bibi yangu inabidi uje nyumbani. Sababu unajua akianza kusikia hizo habari kwa nje watu wengine, unaona Zamda anapita na mwanaume kila siku, haitapendeza. Zamda, you can't believe it. Unajua katika maisha kuna kitu nilikuwa nasubiri kama hiki. Yaani hapa sasa umenimaliza. Umeonyesha kama I'm yours and you are mine. Yaani kitu nilikuwa nasubiri kama sikioni mwako kwa sure. Mikono weke, sitaki kuona mikono yako maji. I promise. Hapo utakana kuja nyumba. Sitaki kuona mikono maji. Nzuri, nimesahau. Kaa hivi kama mimi. Japokuwa mama yangu yuko very strict, unavijua. Ana sheria kali sana, alafu kila siku alikuwa ananishauri, Zamda maliza masomo, Zamda get your master, Zamda maliza university, Zamda vitu vingi. So masala mapenzi kweli I don't know atabichukia aje, lakini so ni bad sana, lakini vile vile hata furaha kivile. So wewe jitayarishe tu. I'm sure atakuuliza maswali mengi, yani pale utakuwa like uko kituo cha polisi, lakini jiandae ndio hivyo. But she's fine, yuko sawa inshallah. Sawa. Yataenda sawa. Acha nikwambie kitu kimoja. Yaani kwako niko tayari kwa hali na mali. Unasema mama yako mjui babangu. Babangu ni simba mtu. Hata pia na matonyo ya mvua yameanza. Hii inamaanisha baraka, neema kutoka kwa Mungu wetu. I don't think tutavunja ahadi zetu. Zamenham forever. So no matter what, nakuamini. Na I think si wote tuko tayari kwa lolote lile wote. Yaani hata dunia nzima tukataze. Usiniangushe. Zamu. Mbona kuwa na mashaka na hofu kwangu? Sio mashaka, unajua kila siku anashauri wanaume. Usinize mkono maji. Wanaume so. Na kwa nini? Sikiliza nikwambie. Wale wanakuwa wamekuwa na fake choices. Ila mimi wangu niko nayo. Sawa. Zao. Naomba nikwambie kitu kimoja. Nafasi hii mapengo fulani. Na hakuna wakulifiti kama sio wewe. Wewe ndio ubavu wangu ambaye niliokosa. Jicheki, jitazame. Wewe ndio unaifiti hapa. No one can fit this place. Sawa, mbavu yangu. Acha tuai bwana. Kweli sasa. Tuai nyumbani. Nataka kumwagia maji sana kukimbia. Because of love. Zamda. Yeah, Tuambie sasa. Bibi mama huyu ndo anaitwa Hamdan. I think nimeshaambia a little bit kuhusu yeye, rafiki yangu kutoka utotoni yani. Ni best friend wangu, tunasoma naye hadi leo. So Hamdan, these are my grandmom, my mom, mama yangu mzazi, bibi yangu, mama baba yangu. So yeah. Njoo yule naambiaga ile siku. Yes. Okay. Sawa kabisa. Sasa kijana. Naam. Vipi? Kwema alhamdulillah. Naona ni siwezi kusema sasa ni vibaya kwa umekuja nyumbani vraiment tukuone ni jambo lizuri sana. Asante kukushukuru. Afu wewe unakaa wapi kwanza? Nyumbani ni Mtanga. Sawa kabisa. Pale napafahamu vizuri juu kwa ndugu zetu wenye wako kule wanakaa Mtanga City. Sawa shwa. Mtangano. Yaani ni mwenzangu shaeleza kila kitu. Waeleze, that's why nimekuleta hapa. Si ndio? Ungali na wazazi? Yeah. Baba na mama wote wako hai. Wote. Na niko mtoto wa kipekee. Yes, kama mimi. Kama Zamda. Kabisa. Yana mambo yetu mengi sana mia kwa mia meingiliana. Naona hivyo. Kweli unavionaje? So mpaka sasa unatumika, unasoma?
No. Yani kiufupi kama vile tu Zamda. Tunasoma pamoja. Na si kwamba tu tumeanza kusoma night university no. Kawaida mimi na Zamda tumeanza kufahamiana primary. Ambacho kitu kilikuwa cha kushangaza wakati ilikuwa nini vile ndio tukaja kukutana hadi siku zetu za kuzaliwa zimefanana. Hospitali zimekutana. So yani urafiki wetu ukao umeanzia hapa, lakini ni primary tulikuwa tuchukulie sana kivile. Tukikuta tumemaliza primary tulivyoanza secondary pia tukajikutana tena tuko same class. So ikawa like amazing hivyo. So slowly yani mpaka na miaka mko sawa wetu Na tumezaliwa siku moja. Kumbe mezaliwa na siku moja miracle. Basi tukamaliza secondary pamoja. Tulivyomaliza kila mtu akaenda na mpango wake. Tukajikuta tena hivi in university. Tuko pamoja. Masomo moja tena. Ukaribu wetu ulivyozidi, tukazidi kabisa kuwa sana tulikuwa tunashauriana. Alafu nilikuwa mcheza mpira mzuri sana. Yaani kifika uwanjani mashabiki wote mikono juu. Sauti inatoka na kusupport kweli. Na tena viona uko kwa jamii nikimaliza tu masomo, niendeshe tu mambo yangu tu ya mpira, nyingine madili yangu. Lakini mpaka leo namshukuru Zamda. Juu ndio amekuwa sababu mpaka leo amenipa bidii na ushauri wa kunifanya nisome university. Ikafika hata time jana hata anakuwa naamka kama gisi na leo mvua. Yaani ilikuwa katika hali kama hii ya leo shule ndo nasahau. Ila alikuwa ana make sure kabisa. So namshukuru sana. Kiufupi Zamda alikuwa now Zamda is a part of my life. What? Part of your life? Bado hilo. No, I mean best friends kama gisi the way to grow up pamoja tukasoma pamoja. Sasa akili inaonekana. Yeah, kunya basi. Thank you. Yeah, so ni just sunana kirafiki. Niko part of his life. Yani tangu tunajuana. So ndio hivyo tukaanza tunaziana, tunasoma wote. What the meaning of part of his life? Yani tuko maisha ya each other. Warafiki wazuri. Mama samani kwa hilo sikupi mashaka wala hope sana. Ninachomaanisha maana amekuwa mtu muhimu kwangu sana maishani kwa kunishauri kwa mambo ya mwelekeo na ya maana kwa maisha yangu. Mimi kitu naweza kusema tu kizuri ambacho nasikia kama kina sound vizuri kwenye sikio langu ama kizuri ni kwamba amekushauri usome. Maana na mimi ushauri wangu mkubwa kwake ilikuwa nini asome amalize university. Ni kitu kizuri. Sasa kama anamshauri rafiki yake pia na wote mkasoma mambo mazuri, lakini naona ni vizuri sana mzidi kusoma ili mtuletee masters. Ili na wazazi tufurahi tuone kama watoto wetu wamefanya vizuri. Ndio cha lazima hicho. Au Zamda unasemaje? Yeah. Sawa. Lakini mimi nikiwachunguza vizuri naona kama kuko kitu chenye kiko muroho zenu chenye naona hivi kweli mtasoma mtaleta masters kwa hii. Yeah, tuko tunasoma. Tunasoma. Tusubirie hii miaka mingapi? Na wamegundua nini? Yaani kama wanatuficha kitu. Wanaficha kitu. Tuko tunasoma. Nikiwachungua macho hao wawili wanaficha kitu, kuko kitu chenye wanaficha. Nataka tuambilishe ukweli. Zamu, tuambilishe ukweli. Kuna nini? Jua ungemleta hapa hivyo tu. Hapa so unajua kitu nisema just watu wanaongea. Yaani ni rafiki yangu sana, tukitoka shule tunatembea wote, lunch tunakula wote. So just nitaka mumfahamu ila takisha kusema Zamda kila siku uko na kijana fulani. Msi think otherwise tuwazie kama ni mwingine mtu wala ni. Kwa ufupi nataka kutuambia kwamba ni rafiki yako wa shule. Ndio kwa ufupi. So kwa shule wa maisha. So hicho ndio nilikuwa nataka nijue. Umesikia sasa? Sio rafiki wa shule. Tuambie. Zamda kwako ni rafiki wa shule au sio? Ili tuelewe vizuri wazazi, tujue kwamba na rafiki yake anaitwa Hamdan ambaye wanasoma naye na hivyo wameingia kwenye university wote. So it's like that. Yeah. Mimi kama mimi kiufupi yani niwe muwazi. Zamda ni mtu muhimu sana maishani mwangu. Ni mtu wa karibu sana. Na nilikuwa naomba kiurefu. Yani kiufupi wapa ukweli mwenyewe. No, wako na kuuliza wewe.
Okay, bibi. Bibi, kuna wewe unajua hapa naona bibi. Watu wawili wanaficha kitu. Watuelezee, watuambie ukweli. Yaani sielewi. Mweleweshe mama. Kwa ufupi, I think kama tulivyosema Hamna nani tuko kwa best friends miaka yote tumekuwa hilo tumeshalelewa tunalisikia. Lakini kuko kitu cha mnataka kufika yeko, tuambie ni kitu gani? Yaani tumshike kama urafiki wengine tunaweza utana wewe na wengine kijana mnaongea kama kawaida. Yani urafiki wetu si wote tumependelea, yani iwe more than just friends. Tumekuja kurealize kwamba ni zaidi ya urafiki, yani ni mawasiliano ambayo tunataka tuendeleze for the rest of our life, maisha yote. Kwa warafiki maishani ni vizuri, hamna shida. Not just warafiki. Yani tunapendana kama rafiki, lakini pia tuna mapenzi for each other. Mapenzi gani? Unamaanisha nini? Mapenzi gani? Hamda, unamaanisha nini? Labda naomba niwaondoe wasiwasi. Sema ndio tunataka. Kifupi sisi tulipofikia, tulikuwa tunahitaji support yenu. Baraka zenu. Ili mimi na yetu kijaliwa inshallah tuwe mke na mume. Muwe mke na mume? Ishaona? Mke na mume? Ma, sorry kidogo. Muwe mke na mume? Kwa sasa bado. Someni kwanza. Tuko tunasoma. Tunamaliza. Malizeni university, mlete cheti cha university, mwende mtafute masters. Yes. After that tutaangalia cha kufanyia. Lakini I think niliongea na bibi. Zamda nasema hivi kwa muda bado mambo ya ndoa. Lakini muendelee urafiki wenu, msome, and then mkileta masters tutawasupport kama watoto. Sawa? Bibi, endelea na wajukuu. Lakini asiwakati nguvu, ngoja kwanza baki hapa. Na mambo mengi ya kufanya. Usikati watoto nguvu. Watoto wamesoma primaire wakamaliza. Ndio. Wamesoma secondary wanamaliza, wanasoma university wanamaliza. Sasa hapo pote ni Mwenyezi Mungu ndio alikuwa anafanya kazi zake. Wakajituliza, wakawa warafiki, wakasoma paka kwenye wanafikia. Sasa hivi kama wanaomba mapenzi ya dhati wawe mke na mume. Wanaweza kuendelea wanasoma. Masters wanaileta na wako mke na mume. Haijakuwa kiziwizi. Sikiliza. Mimi hicho kitu kilinifikia. Baba yake Zamda tulikuwa kwenye university. Tukaanza mapenzi na kila kitu kilisimama katika maisha yetu. Maana mapenzi yalituzidi, hatukuweza tena kufocus na school. Sasa kitu kilichonifikia mimi siwezi kumpenda kimfikie Zamda. Sunana wewe na wala kijana. Mimi si kwamba nakutenga. Hapana, you welcome, hapa ni nyumbani. Isipokuwa napenda kwanza mfocus na masomo. Sina tatizo. Maliza university, after university mkileta masters au support you guys. Sina la ziada. Karibu nyumbani. Lakini sasa mama, mimi naokopa kitu kimoja. Unaona masters kuzidi wailete inaomba miaka karibu 3. Na hii mapenzi yenye naona ndani ya macho ya watu wawili. Unaona hawatakuja kubebeshana mamimba. Hawawezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu ni wasomi, walipendana toka primary. Mpaka wamefika university wamejilinda. Na naamini wakiendelea kujilinda itakuwa bora zaidi. Zamda, I think you hear that. Hayo mambo ya mimba na nini ni watoto ambao labda hawakuelewa wazazi wao walichowashauri, labda hawakupata knowledge ya kutosha. Nafikiri huyu hawezi kufanya kitu kama hicho. Zamda, uko na uhuru. Mwambie mamako ukweli. I think that. Unasikia? Mama wewe umeshakuwa bibi hapa, hauelewi. Acha watoto wasome. Naelewa juu najua chenye kinakufikia wewe na mume wako. Wewe hauko Zamda. Wewe hauko Zamda. Kama ulikuwa na roho yako ya upupa ya mapenzi mpaka na sababu masomo, wewe hauko Zamda. Lakini Zamda na hakikisha kama tasoma masters ataileta. Na iko na mume wake. Hataki apoteze mume wake ya Rabbi. Asije kapenda pembeni, niachie mjukuu apende jameni. Bibi yako unajua mapenzi ambayo. Acha kuna mambo mengine je utuzimu unaweza kaelewa. Sasa mimi nimesema someni kwanza nitawasupport. Mama samani kabla la khair. Baba? Nilikuwa na neno moja. Ndio, unasemaje? Mama labda nikuondoe wasiwasi. Na nikuhakikishia kuwa
nitajitahidi kadiri ya uwezo wangu ili nihakikishe kuendelea kulinda heshima ya Zamda wako. Vizuri sana. Na nzuri zaidi ukitaka kuniridhisha nilete masters. Sawa? Okay, sure. Yes. Sasa mnyonge. Wewe nyamaza, mimi mwenyewe nitamuelewesha pole pole na ataelewa. Miaka 3. Mko katika mapenzi mko wote kila siku. Mimi siwezi nikabikubali. Fanya hivi, ujitulize, umuoneshe mamako kama hakuna kitu. Mimi mwenyewe niachie mimi. Nitayafanya.